Yani wajua, mfano mimi nilipata mgonjwa sio hapa nyumbani, ni wa mbali. Kila siku Jumatatu ni mkutano wake wa kumkumbusha ubaya wa mume wake aliyemfanyia. Alifanywa ubaya ambao sidhani kama kuna mwanamke aliwahi kufanyiwa, ambaye mimi nimekutana naye. Alikuwa anachomwa na pasi mgongoni. Yaani anapigwa na mkanda, alafu anachukuliwa ile pasi, inachukuliwa na chomwa. Inapashwa moto, afa anapigwa pasi ya mgongoni ya moto. Hakuwa hapa nyumbani. Nikamwambia, unajua mimi katika miaka yangu 10 yote kwenye field sijawahi kukutana na mtu aliyepitia mateso kama wewe. Na nina imani na ninajua 100% unayamisi sana haya mateso kwa sababu umeachwa, aliachwa. Na unatamani kurudi kwenye haya mateso kwa sababu hii ndio definition pekee ya mapenzi kwenye moyo wako. Unaamini mapenzi ni haso hivi. Kwa vitu smooth huwezi. Ushazoea kuvuta pumzi kwa mdomo, kutumia pua, unaona mambo gani? Kwa hiyo mimi nina uhakika unatafuta kila means urudi kwa huyu mume wako wa zamani. Lakini pia niko hapa kukuambia kwamba ukirudi mara hii hutorudi kawaida, utaumia, utakufa au utatoka na kilema cha kudumu. Wajua ilikuwa kila Jumatatu ni session naongea naye kwa miezi 11. Kila Jumatatu kwa miezi 11. Kwa kila mwezi una Jumatatu hizi 4. Mara 11 ni miezi, yani ni ngapi? 11 mara 44. 444. Nimeongea naye mara 444. Akaja akarudiwa na yule mtu Disemba 25. Akarudi kwa yule mtu siku ya Christmas. Akaniandikia ujumbe, Lela, excuse me but nataka tu kukuinform kwamba nimerudi kwa mume wangu. Na ni kwa sababu sasa hivi ni hizi kipindi hichi cha kuonyesha mapenzi. Nimerudi siku za mwisho wa mwaka, nimerudi. Nikamwambia all the best. Basi sikuongeza neno. Lakini mimi sasa kama therapist nilipasuka moyo, yani kwamba nimetumia nguvu, muda, akili yangu umeichosha mara 444. Kwa hii tu was it really necessary wewe kunipitisha mimi mapito haya? Allahu yala, kamwacha. Nilikaa tu 2 weeks. Yaani kutoka ile siku baada ya New Year's akapiga simu analia. Amevunjwa mguu. Nikamwambia hapo ulipo kuna social workers? Akaniambia ndio. Nikamwambia bwa consult yao. Akawa consult.